Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Nakushukuru ndugu mpendwa kwa uamuzi wako kuungana nasi katika kipindi hiki cha Neno. Kwa sasa hebu tuwapishe waimbaji hawa, yaani kwaya ya Mtakatifu Cecilia na wimbo wao ufuatao. Na baada ya hapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo atatuletea neno kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. 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 Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Nitamsifu Mwokozi wangu kila siku ya maisha. Hakuna kitu cha fanana naye. Nitamsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya maisha yangu. Hakuna yote kama yeye. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa baraka ya siku ya leo, hasa kujumuika nawe katika ukumbi huu wa kujifunza neno la Mungu. Najua kwamba umekuwa ukitazamia wakati huu, nami kwa neema ya Mungu ni tayari kukuletea hilo aliloliweka Mungu katika moyo wangu. Mafundisho yetu ya kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili katika Agano la Kale, nalo somo li kwenye sura ya 20. Sura hii yanena kuhusu kuugua kwa Hezekia mfalme wa Yuda na jinsi alivyomwomba Mungu kwa ajili ya uponyaji. Ninachotaka ukumbuke ni kwamba Hezekia alikuwa mfalme wa kipekee, maana hapakuwa na mwingine mfano wake. Huyu alifuata njia za Daudi babaye, yani alimcha Mungu. Neno lafungua sura hii ya 20 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Kuugua kwa Hezekia umenakiliwa mara 3 katika maandiko. Hii ni kwenye sura ya 32 ya kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili na chuo cha nabii Isaya sura ya 38 pamoja na sura hii ya 20 kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Pili. Bila shaka ilikuwa vigumu sana kwa Isaya kumwambia Hezekia kuwa ni lazima atakufa. Hata hivyo twajua kwamba hukumu ya kifo i juu yetu, ila ni siku tu na saa ndiyo tusiyoijua, maana imeandikiwa mtu kufa mara moja, baada ya kifo hukumu. Hayo ndiyo mwandishi wa kitabu cha Waebrania atuambia kwenye sura ya 9 mstari wa 27. Siku hii, yani kufa, ni siri yake Mungu. Hata kama tungelijua siku hiyo, je, tungelibadilisha mienendo yetu? Wasioamini sawa na waumini huona kuwa kifo kimbali. Naam, hatuhitaji kukaa kwa wasiwasi kuhusu siku hiyo, lakini ni vyema kujua kwamba yaja, na hivyo kujiandaa katika lolote lile. Mtu anapojua yu karibu kufa,
basi mengi aliyoyapa umuhimu hukosa umuhimu wake. Weka haya katika mawazo yako tunapomtazama Hezekia na jinsi alivyougua. Kwenye aya ya 2 na ya 3 neno laendelea kutwambia hivi: basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Mara Hezekia alipopata habari hiyo, alielekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Hebu fikiria hili, kwamba baada ya kumwona daktari, wewe umepata kujua kwamba unaugua ugonjwa ambao ni lazima utakuangamiza. Ujui hali itakuwaje baadaye. Hii ndiyo ilikuwa hali ya Hezekia. Tegemeo, msaada na tumaini litakuwa tu kwa Mungu huyo aliyemwokoa kutoka katika mikono ya huyo mfalme wa Ashuri. Je, hivi ninavyozungumza nawe msikilizaji, hali yako i vipi? Tegemeo lako li wapi? Matumaini yako ya wapi? Elewa kwamba kuna mengi katika maisha ya mwanadamu asiyoweza kupata suluhu kutoka kwenye sehemu nyingineyo yoyote ile isipokuwa kwa Mungu aliyemuumba. Hezekia aliposikia habari ya yatakayotendeka, alimgeukia Bwana na kumkumbusha jinsi alivyotembea mbele yake kwa uaminifu katika kila alichotenda. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Bwana Mungu aliyasikia maombi ya Hezekia pamoja na kuona machozi yake. Hayo ndiyo twayaona kwenye aya hiyo ya 4 na ya 5. Kwa sababu hiyo Mungu alimtuma mtumishi wake Isaya nabii na ujumbe huu kwake, kama ilivyo kwenye aya ya 6 inayosema hivi, tena nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Ujumbe huu bila shaka, ndugu msikilizaji, ulikuwa wa kipekee kwa mfalme huyu aliyekuwa anaugua na hata alifahamu kwamba alikuwa karibu kufa. Bwana alimponya na kumwongezea miaka 15 zaidi, na pamoja na hilo kumwambia mambo ambayo atayatenda. Alimwambia kwamba atamuokoa yeye na mji wake kutokana na mkono wa mfalme wa Ashuru, na pia ataulinda mji huo kwa ajili yake na kwa ajili ya Daudi mtumishi wake. Ndugu msikilizaji, hili ndilo jambo ambalo nakwambia kila mara, ya kwamba kumwamini Mungu, kuenenda katika njia zake, hauna hasara yoyote ile. Huyu mtumishi wa Mungu Hezekia hakutaka lingine, alitaka tu kupata uponyaji, alitaka kuona mji huo ukiendelea kukua. Lakini Mungu kwa ajili alivyomkarimu na jinsi ufadhili watu wake, yeye hakumponya tu, lakini alimwambia kwamba amezidisha siku zake kiasi cha miaka 15. Pamoja na hiyo akamwambia ya kuwa atampa ulinzi, yani hakuna mtu atakayeinuka juu yake, si yule mfalme wa Ashuru au mtu awaye mwingine yoyote. Naye atafanya hayo yote kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wake. Ndugu yangu, hayo ni mambo ambayo daima twahitaji kuyafahamu, ya kwamba Mungu atutakia mema siku zote katika maisha yetu. Hakuna lolote atendalo Mungu kusudi atufanyie mabaya, maana kwenye kile kitabu cha Yeremia sura yake ya 29 mstari wake wa 11, neno la Mungu lililomjia Yeremia ni hili kwa ajili ya watu wake. Hebu sikiliza. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Ndugu yangu, hakuna sehemu nyingine yoyote ile unayoweza kupata matumaini kama haya, au kupata hakikisho ya hilo ambalo litakuwepo katika siku zako za mwisho, isipokuwa katika huyo Mungu aliyetupenda upeo hata akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo, ili kila anayemwamini apate uzima wa milele. Isitoshe, unapotembea katika njia za Bwana kama vile Hezekia alivyotembea, litakalotendeka ni kwamba Mungu atakuhifadhi, Mungu atakulinda, Mungu atakufanikisha, Mungu atakuongoza, ili jina lake litukuzwe katika mataifa. Ndugu yangu, narudia kwa kusema kwamba hauna hasara yoyote ile kwa kutembea katika njia zake Mungu, kwa kuishi kwa kicho chake, licha ya kuwa watu wengi waweza kuishi kwa njia zao wenyewe.
Wewe ishi kwa ajili yake Mungu, naye Mungu atatukuzwa katika maisha yako kwa kukutenda mema, maana hivyo ndivyo ataka kutenda katika maisha yako. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 7, ambapo neno latuambia hivi kwenye hiki kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20. Neno lasema hivi: naye Isaya akasema, twaeni mkate wa tini. Wakautwaa, wakauweka juu ya jipu, naye akapona. Kulingana na aya hii, tuona kwamba Mungu alitumia matibabu ya asili kumwinua huyu mfalme kutoka kwa kitanda cha kuugua. Hili ni sawa na lile tulionalo kwenye sura ya 5 mstari wa 14 katika kitabu cha Yakobo. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Ndugu yangu, kuna njia mbili tu ambazo mtu aweza kupakwa mafuta. Kwanza ni katika tamasha, na pili ni katika vile tumesoma kwenye maandiko haya, yani kwa ajili ya maombi ya uponyaji. Hii ina maana kwamba ni vyema kutibiwa katika njia ya kawaida, yani kwa hekima aliyotoa Mungu kwa mwanadamu. Ni vyema kumwita daktari achunguze unachougua kwacho, na pia kuwaita wazee ili wafanye maombi. Nayo maombi ya imani yatamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Kwa habari ya Hezekia, alihitaji kutumia mikate ya tini na kuiweka kwenye jipu lile, naye akapona. Kwako rafiki yangu, ni vyema kuchukua hatua ya kujua lile unalougua kwalo, kisha kufanya kinachohitajika, huku ukimtumaini Bwana akutendee mema. Mungu alimponya mfalme na kumwongezea miaka 15, naye Mungu aweza kukuponya wewe hapo ulipo. Halafu aya ya 8 yatuambia hivi: Hezekia akamwambia Isaya, je, kutakuwa na ishara gani ya kwamba Bwana ataniponya, nami siku ya 3 nitapanda nyumbani kwa Bwana? Baada ya Hezekia kupata ujumbe ule, aliomba kuona ishara ili ajue ya kwamba ameongezewa muda wa kuishi. Wengi wetu tungelipenda kutendewa kama Hezekia, lakini ni vyema kujua kwamba Bwana Mungu analo lililo bora kwetu. Yakobo aliuliwa na Herode, naye Petro akaokolewa kutoka kwa mkono wa huyo Herode. Sielewi kwa nini kulikwepo na hali mbili tofauti kati ya hao wawili ambao neno la Mungu la washuhudia kuwa ni watumishi wake Mungu. Kuu katika hili ni kumwachia Mungu atende kulingana na kusudi lake na mapenzi yake kuyahusu maisha yetu. Kisha kwenye aya ya 9 hadi 11 neno laendelea kusema hivi: Isaya akamwambia, jambo hili litakuwa ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kwamba Bwana atalifanya neno hilo alilolinena. Je, kivuli kiendelee madaraja 10 au kirudi nyuma madaraja 10? Hezekia akajibu, ni jambo jepesi kivuli kuendelea madaraja 10. La, hicho kivuli na kirudi nyuma madaraja 10. Hayo ndiyo Mungu alitenda katika maisha ya mtumishi wake Hezekia. Tunapogeukia aya ya 11 hadi 13, neno la Mungu latuambia hivi: Isaya nabii akamlilia Bwana, akakirudisha nyuma kile kivuli madaraja 10 ambayo kilikuwa kimeshuka katika madaraja ya Ahazi. Wakati huo Merodaki Baladani mwana wa Baladani mfalme wa Babeli alipeleka barua na zawadi kwa Hezekia, kwa maana alipata habari kwamba Hezekia ameugua. Hezekia akawasikiliza, akawaonyesha nyumba yote yenye vitu vyake vya thamani, fedha na dhahabu na manukato na marhamu ya thamani, na nyumba yenye silaha zake na vitu vyote vilivyoonekana katika hazina zake. Wala hapakuwa na kitu asichowaonyesha Hezekia katika nyumba yake wala katika ufalme wake wote. Huyu mfalme wa Babeli ambaye jina lake ni Merodaki Baladani mwana wa Baladani, alipopata habari kwamba Hezekia ameinuka katika kitanda chake cha kuugua, alimtumia watumishi wake ili kumpongeza kwa kupona. Naye Hezekia alipowapokea wale watu, alifanya jambo lisilo la busara kwa kuwaruhusu wale mabalozi kuingia na kuona hazina zake zote na pia kuona silaha zake zote. Hekima ya kufundisha, ndugu msikilizaji, kwamba iwapo mtu awaye yote atafika kwako au atafika katika nchi yako, hata iwe ni rafiki yako kwa jinsi gani, hauhitaji kumwonyesha vitu vingine. Kwa hili alilotenda huyu Hezekia halikuwa la busara hata kidogo, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 14 zinazosema hivi: ndipo Isaya nabii akamwendea mfalme Hezekia akamwambia, wasemaje watu hawa? Nao wametoka wapi kuja kwako? Hezekia akasema, wametoka katika nchi iliyo mbali, yani Babeli. Ndipo akasema, wameona nini nyumbani mwako?
Hezekia akajibu, vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu wameviona, hapana kitu nisichowaonyesha katika hazina zangu. Naam, Hezekia aliwatandikia wale watu mkeka mwekundu na kuwaonyesha kila kitu. Lakini je, kwa nini mtumishi wa Mungu nabii Isaya alikuwa akimuuliza maswali haya? Hebu tusome kwenye aya ya 16 na 17 tuone hilo lililoko. Neno lasema hivi: Isaya akamwambia Hezekia, basi lisikie neno la Bwana. Angalia, siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli, hakitasalia kitu, asema Bwana. Kilichofanyika hapa ni kwamba wale mabalozi walipokuwa wakitembea walifanya orodha ya kila walichoonyeshwa na kuwasilisha yote katika baraza la mfalme wao, mfalme wa Babeli. Kwa wakati unaofaa, watakapohitaji fedha au dhahabu, tayari wajua ni wapi watakapokwenda. Isitoshe msikilizaji, kwa neno la Mungu, Mungu asema kwamba vitu hivyo vyote vitachukuliwa, kila kitu, wala kitasalia kitu, hadi nchi hiyo ya Babeli. Nayo aya ya 18 yasema hivi: na baadhi ya wanao watakaotoka kwako utakaowazaa watachukuliwa mbali, nao watakuwa matowashi jumbani mwake mfalme wa Babeli. Kwa sababu ya alilotenda, Mungu amjulisha mfalme Hezekia yale yatakayoupata huo ufalme na habari kuhusu wale wazao wake. Nayo aya ya 19 yasema hivi: ndipo Hezekia akamwambia Isaya, neno la Bwana ulilonena ni jema. Tena akasema, je, sivyo ikiwapo amani na kweli katika siku zangu? Jibu hili la Hezekia, ndugu yangu, halipendezi hata kidogo. Alilotenda haikuwa kukiri na kutubu kosa alilojulishwa kuwa ametenda. Alichotazamia ni amani katika siku zake, wala hakujali yatakayowapata wale wa uzao wake au wale wa ufalme wake. Na hili, ndugu msikilizaji, ndilo hutendeka mara nyingi sana katika viongozi wa kisiasa. Wao hupenda sana wawe na amani katika siku zao, amani katika mifuko yao, amani katika majumba yao, wala hawawezi kujali yale yatakayotokea baada ya wao kutoka mamlakani. Ni jukumu la kila kiongozi, iwe ni kiongozi wa serikali au kiongozi katika nyumba au kiongozi katika shirika lolote lile, kufahamu kwamba yuhitaji kuacha sehemu hiyo ikiwa nzuri na njema kuliko vile alivyoipata. Hivyo ndivyo ilikuwa kwa Daudi mfalme, na ndivyo ilikuwa kwa Sulemani. Mfano huo, ndugu yangu, ndio wahitaji kuufuata katika maisha yako, maana Mungu amekuweka hapo ulipo kusudi utende mema, yani utumikie kizazi chako katika shauri lake Mungu, kama vile Daudi alivyofanya. Utakapofanya hivyo, wewe utakuwa mbarikiwa, na Mungu atayabariki maisha yako na kukuinua, na hata kubariki hao utakaoacha nyuma yako. Ndugu yangu, fuata mfano wa Daudi, nawe utabarikiwa katika maisha yako. Kwa kumalizia sura hii ya 20, neno lasema hivi kwenye aya ya 20 na 21: basi mambo yote ya Hezekia yaliyosalia na ushuhuda wake wote, tena alivyofanya birika na mfereji, akaleta maji ndani ya mji, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Hezekia akalala na baba zake, na Manase mwanawe akatawala mahali pake. Rafiki yangu, huenda hili ninalotaka kusema halitakuwa nzuri masikioni mwako, lakini hivi ndivyo mimi naona, ya kwamba ingelikuwa vyema iwapo Hezekia angelikufa wakati ule alipohitajika kufa. Hii ni kwa kuwa kuna mambo matatu yaliyotendeka alipoongezewa muda wa kuishi. Matendo yote hayo yalikosa busara. Kwanza, aliwaonyesha wale mabalozi wa Babeli vyote vya thamani vilivyokuwa katika ufalme wake pamoja na silaha zake. Hilo ni jambo litakaloleta shida baadaye. Kisha jambo lingine ni kwamba alimzaa mwana aitwaye Manase. Huyu Manase aliyetawala baada yake kufa alikuwa mfalme mwovu katika Yuda kuliko mfalme mwingine katika ufalme huo wa Yuda. Mtu huyu alijawa na kiburi sana hata katika miaka yake ya kumalizia. Kwa habari ya Hezekia, neno lasema hivi kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 35 mstari wa 25: walakini kadiri alivyofadhiliwa Hezekia hakumrudishia vivyo, kwa kuwa moyo wake ulitukuka, kwa hiyo ikawako hasira juu yake na juu ya Yerusalemu. Kutokana na haya yote, msikilizaji, tuona kwamba ingelikuwa vyema iwapo Hezekia angelikufa wakati huo. Funzo kuu ni kwamba
twahitaji kuwa waangalifu katika kila siku atupayo Mungu. Tusiwe wenye moyo wa kutakabari, na Bwana atujulishapo jambo ni vyema kukubaliana naye, kwa kuwa yeye tu ndiye ajuaye lililo jema na bora kwa ajili yetu. Hii yajumuisha wakati wetu wa kuondoka hapa duniani. Rafiki, Mungu wetu yu usukanini, na kila atendalo ni kwa ajili ya mema yetu. Ndiposa kwa kinywa cha mtume Paulo atuambie hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28 usemao hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wewe umeitwa na Mungu, na lolote atendalo Mungu maishani mwako ni kwa ajili ya mema aliyo nayo kwa ajili yako. Kusudi lake ndilo lafaa kutimia katika maisha yetu. Nami naamini kwamba utamruhusu Mungu kufanya kazi yake katika maisha yako. Hiyo itakuwa ni kwa utukufu wa jina lake na kwa manufaa yako. Ndugu yangu, hivyo ndivyo yafaa kuwa katika maisha yetu. Mara nyingi najua kwamba tungelipenda kuishi hata miaka 800 kama vile walivyofanya wale waliotutangulia, unaposoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Lakini je, ni mapenzi ya Mungu sisi kuishi kwa muda huo? Siku zote ningelikwambia kwamba ni bora kuafikiana na hilo ambalo Mungu ataka kulitenda katika maisha yetu, maana anapolitenda huwa ni kwa ajili ya wema wetu, na pia hulitukuza jina lake. Mungu hutusaidia sana, kwa sababu yeye ndiye ajua mwanzo hadi mwisho, na mwisho tokea mwanzo. Kwa hivyo unapoyaweka maisha yako kwake na pia kumtumaini katika kila jambo, itakuwa ni jambo la busara kwako, kwa kuwa yote atakayotenda utajua kuwa ayatenda kwa ajili ya mema yako. Mtumaini Mungu katika maisha yako, ishi kwa kumwegemea, nawe utabarikiwa milele, maana hayo ndiyo mapenzi yake Mungu kwako. Hebu natuombe. Baba mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru na kulitukuza jina lako, maana wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu uliye hai, Mungu unayetujali, Mungu unayetupenda, Mungu unayetushughulikia katika kila jambo. Kutokana na haya ambayo tumejifunza leo hii, tumefahamu ya kuwa lile lililo bora kwetu ni kuafikiana na lile ambalo neno lako latuambia katika lolote tunalolikabili maishani mwetu. Bwana, tuomba hasa kwamba katika maisha yetu lolote litakalotendeka liwe ni kwa ajili ya jina lako, kwa ajili ya utukufu wako. Maana umetuumba ili tukutukuze, umetuumba kwa ajili ya utukufu wako, na hivyo Bwana ndivyo tunataka kuishi mbele zako. Najua kwamba hili ndugu yangu msikilizaji akubaliana nalo kwa imani, maana hilo ndilo shauku la kila mtoto wako. Na kwa msingi huo Bwana, najua kwamba katika yote ambayo ndugu yangu msikilizaji ayapitia, amepata ufahamu ya kuwa yote ambayo wayatenda Mungu wetu wayatenda kwa wale uwapendao, ili kuwapatia mema, yani wale uliowaita kwa kusudi lako. Na kushukuru kwa ajili ndugu yangu msikilizaji, umempenda na umemwita kwa kusudi lako, nawe utamuinua na kumsaidia katika maisha yake ili aishi kulingana na mapenzi yako. Haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, nikijua kwamba yametendeka. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako, akuinue, akuongoze na kukusaidia katika kila jambo linalokustahili katika maisha haya. Elewa kwamba baraka ni zako unapomgeukia Mungu, unapomwomba Mungu, na pia kuenenda katika njia zake. Unapotembea na Mungu na unapokaa katika njia zake, mara unapoinua macho yako na kumwomba Mungu, atayasikia maombi yako na kuyajibu. Hivyo ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuambia ya kwamba tukienenda katika neno lake, basi tuombe lolote lile tutakalo, naye Mungu atayajibu maombi yetu, na furaha yetu itatimika, naye Mungu atatukuzwa katika mwana ambaye ni Yesu Kristo. Mtukuze Bwana kwa kutembea katika neno lake na katika njia zake, na pia mtukuze Bwana katika hayo ambayo umemwomba, ili Mungu atukuzwe katika mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Naamini hilo ni jambo ambalo wataka kuliona maishani mwako, nalo hilo litatendeka kwa kuwa wampenda Bwana. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia rehema na baraka zake Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Hilo ndilo neno alilokusudia Mungu ulipokee. Naamini umebarikiwa.
Waalikwa uwasiliane nasi kuhusu somo letu la leo au lolote linalohusu imani yetu katika Mungu kwa njia ya Kikristo. Tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atafundisha kutoka kwenye sura ya 21 hadi sura ya 22 mstari wa 11. Hebu tangulia kusoma sehemu hiyo, manake mchungaji atazingatia yale ya kimsingi tu na kutarajia wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Omodo na neno litaendelea. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.